rasmi ni mama yetu Bengisa kutoka Baraza la Uwezeshaji la Wananchi, na sisi kwa upande wetu wa Sahara Ventures tumefanya kazi na baraza kwa muda mrefu sana. Mimi ni kisevu kwenye kamati ya masuala entrepreneurship development kama mjumbe, na tumekuwa tukitoa michango mingi, lakini kwa namna kipekee kabisa baraza limefanya kazi nyingi sana na wataalamu wengi kuhakikisha kwamba huduma wanazozitoa zinaweza kuwafikia wananchi kwa wepesi zaidi, lakini na vile vile kutoa elimu. Mko mnamsikia dada Neema anatoa elimu hapa ya mifuko iliyokuwepo. Kitu kikubwa ambacho taweza kuambia ni kwamba kama vijana kuna mambo mengi sana tunayasikia, tuna tabia ya ile neno letu famous tunalio kuchukulia poa. Unaelewa? Kwa hiyo tofauti ya kufanikiwa na kutokufanikiwa ni swala la kuchukulia poa. Yani kuna mifuko ya vijana kwenye halmashauri, yani mimi niache mambo yangu nikakaa halmashauri siku nzima anafuatilia mifuko. Umeona? Pale kuna fund ya vijana iko Coast inaitwa Makisato. Fund yenyewe inaitwa Makisato. Mpaka uipate leo hiyo. Si umeona? Kwa hiyo tusichukulie poa kwa sababu information is money. Ndio maana nadhani Ebehad na timu yake pamoja na watu wa Clouds Media Group wanajaribu kuwapa information. Kwa kama information utaitumia vizuri, kesho na kesho kutwa na wewe utaweza kufanya kitu ambacho kiko meaningful. Lakini kitu kingine zaidi, umeona vijana wengine ambao wamepitch product zao na solution zao. Una option mbili. Option ya kwanza ni kulalamika na kutoa excuse kwamba hujapewa platform, lakini option ya pili ni kwamba kama yule jamaa amekuja na idea yake, amefika nayo mpaka pale, anapambana, anaenda nayo, na mimi ya kwangu, how can I get out of my cocoon and actually start to do something meaningful with it. LDZ wakati anakuja kama anasema kuja Sahara, wengi hawa Fmark, Twende, they've been around muda mrefu, sio vitu vya overnight watu kubuild hizi kampuni. Wengi mnaona wana pitch hapa na miaka 4, 5, wengine mpaka 7 wanahangaika na solutions zao. Kwa tuache kufikiria kama vitu vinatokea tu overnight. Tupambane, unaweza ukapush vitu vingi zaidi. Kwa jukumu langu lilikuwa ni kumkaribisha mgeni. Naomba nimkaribishe mgeni wetu rasmi atuendeshe shughuli yetu. Nafahamu hapa ndani kuna watu wanafanya biashara, probably kuna watu wameajiriwa, na kuna watu labda ni wanafunzi bado. Na tunaposema kwamba vijana tunataka nini katika maisha yetu, unaweza kuwa unataka kuajiriwa. Inawezekana wewe Mungu akukuumba ufanye biashara, labda unataka ufanye kazi kwa mtu fulani. Yote ni sawa. Kwa hiyo kuna kuajiriwa na kuna kufanya ujasiriamali, ambao mimi nasema yote ni mazuri, na wale ambao wanaweza wakawa ni entrepreneurs, wajasiriamali ambao wanaweza wakatengeneza makampuni, wakatengeneza biashara, wakawaajiri wenzao, wale ambao wanapenda kuajiriwa, then inakuwa tumekamilisha, kila mtu amekamilisha anachokitaka. Sasa katika mambo ambayo hasa tukizungumzia hili jambo ambalo linasema elimu ya fedha, kwanza ni vizuri kufahamu maana ya uwekezaji na uwezeshaji. Uwekezaji ni pale unapokuwa na pesa yako hata kama ndogo, unaiwekeza au unaiweka. Unaweza kuwa unaiweka tu kwenye kikoba, au unaiweka kwenye akaunti, au unaiweka kwenye wanasema mobile money, yani kwenye M-Pesa, Tigo Pesa, siku hizi wanaita Yas Mix au Airtel Money, unaiweka pale. Lakini mara nyingi tunasema kuweka akiba ni jambo la muhimu sana katika kumwezesha mtu. Ili uweze kufanikiwa, uweze kupiga hatua katika uchumi wako binafsi, lazima ujifunze kuweka akiba. Na akiba wala sio hiyo hela nyingi. Kuweka akiba ni hela yoyote ambayo unaona kwamba hauna shughuli nayo ya mara moja, iweke, itakusaidia baadaye. Sasa kuweka akiba ni kitu kimoja, na kuwekeza ni kitu kingine, na ndio tunakuja kwenye investment. Kwamba kuwekeza ni muhimu sana, kwamba unapokuwa na pesa usiiweke tu. Ukiweka benki, usipoiwekeza ikazaa. Kuwekeza maana yake ni kwamba unataka ile pesa izae. Usipoiwekeza ikazaa, utakuwa unawafaidisha benki, au unamfaidisha mtu yeyote ambaye ameweka ile pesa yako, kwa sababu yeye hawezi kukaa tu na pesa yako, ataizungusha. Kuzungusha nafikiri nikisema mnafahamu. Kwa hivyo concept ya kuweka akiba na kuwekeza ni muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa mtu yoyote yule. Wewe mwenyewe unatakiwa ujifikirie hapo ulipo. Hivi mimi kwa siku naingiza shilingi ngapi?
au kwa mwezi naingiza shilingi ngapi, na hizi pesa nikiziingiza kwenye mfuko wangu nazifanyia nini, na je, nazifanyia mambo muhimu au sio ya muhimu, na je, nawekaga kidogo akiba katika kile ninachokipata. Nimesema kuweka akiba hata kama ni shilingi 500 ndio itakupa safari ya mafanikio yako kiuchumi. Kwa hiyo kujifikiria hivyo ni muhimu sana, kwa sababu kama tunaishi tu haujui napata shilingi ngapi kwa siku, haujui naweka shilingi ngapi kwa siku, haujui nawekeza shilingi ngapi kwa mwezi, inakuwa ngumu sana safari ya kiuchumi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mnapotoka hapa kama vijana muyaweke kichwani. Tunatakiwa mara nyingine tujifunze tangu tukiwa wadogo, lakini tunasema kujifunza ni kila wakati. Hata mimi hapa nimeshakuwa mtu mzima bado najifunza. Kwa tunapokutana hapa, mambo tuliyoyasikia hapa yatufundishe kwenye maisha yetu, yaboreshe. Sasa pamoja na kuweka, tumesema uwezeshaji na uwekezaji. Uwezeshaji sasa, uwezeshaji mara nyingi ni kitu ambacho lazima kifanywe na mtu fulani kukusaidia ili uweze kufanikiwa kwenye jambo unalotaka kulifanya. Kwa hiyo uwezeshaji kwa Tanzania ndio tunasema kwamba tuna sera ambayo imewekwa na serikali, ambao sisi kwenye Baraza la Uwezeshaji tuna define, tunasema tuna tafsiri uwezeshaji kama juhudi za makusudi zinazofanywa na serikali kuwasaidia wananchi wake. Sasa hawa wananchi ni wananchi wa aina mbalimbali, lakini vijana ni muhimu sana. Ni kundi ambalo tunaona kama tukiwawezesha vizuri na mkaelewa maana ya kuwezeshwa na mkafanikiwa kwenye kuwezeshwa, then tunakuwa tumebadilisha kundi kubwa sana la watu wanaoishi kwenye nchi yetu. Na hivyo basi tunakuwa na kundi kubwa ambalo tunalitegemea kwa miaka ya baadaye lenye mafanikio makubwa. Sasa nimezungumzia uwezeshaji. Kwa hiyo ndani ya uwezeshaji kuna mambo mengi sana. Kuna sheria zinatungwa, kuna sera. Kuna watu wamezungumza hapa sheria kwa mfano ya kulinda haki ya mali zako, sheria kwa mfano za kukulinda wewe kama mlaji labda, au kukulinda wewe kama mfanyabiashara. Nazungumzia elimu ya fedha. Elimu ya fedha ni kitu kigumu sana. Mimi hapa ni mhasibu, wananiita CPA. Nimesoma kabisa mambo ya fedha. Lakini hata kama ukisoma mambo ya fedha ni tofauti kabisa na elimu ya fedha. Elimu ya fedha ni kale ka nidhamu ambako wewe unako kama mtu binafsi kuhusu fedha zako. Unaweza kuwa unajua fedha kuziweka, si kufanya nini, kuzitengenezea mahesabu, lakini wewe mwenyewe ukipata fedha zako zinakusumbua. Hivi ulishawahi kuona mtu ambaye akipata fedha anashindwa kulala? Akiwa amepata hela nyingi anazo mfukoni, anashindwa kulala, yani anawaza jinsi atakavyozimaliza. Sasa pale ukiwa namna hiyo tunasema kwamba fedha imekutawala. Kwa sababu tunatakiwa kwa kawaida fedha isitutawale, ila sisi tuitawale fedha. Tuitawale fedha kwamba hata ukiipata amini kwamba hii fedha ni yangu, na hata kama iko benki uamini kwamba benki wameniwekea fedha yangu na nikiitaka nitaichukua wakati ninapotaka. Sasa kuna watu wanafikiri kwamba akiwa na fedha lazima aitumie, aimalize, anatafuta matumizi hata ya lazima mpaka aimalize. Sasa elimu ya fedha inaanzia hapo, kwamba kwanza kuijua fedha yako. Unapata kiasi gani? Unaweka kiasi gani? Unawekeza kiasi gani? Unaitawala namna gani hiyo fedha yako? Ni muhimu sana. Haya mambo ni magumu kwa sababu mara nyingine yanakwenda na kacha jinsi ambavyo umekuzwa, na bahati mbaya sana kwenye elimu ya fedha, hata kama wewe sio mhasibu, hata kama ukusoma financial management, hata kama ukusoma finance, hata kama wewe ni daktari, ni engineer, lakini lazima utashika fedha. Kwa fedha ni muhimu sana. Tunasema kwamba fedha ni muhimu kama chakula. Yaani kama binadamu ni lazima utashika fedha. Kwa hiyo elimu ya fedha ni muhimu sana, na nafikiri program kama hizi zitatusaidia wale ambao wanafikiri kwamba fedha sio kitu cha muhimu. Fedha ndio msingi wa maisha. Yaani ili wewe uendelee ufanye kitu chochote lazima uwe na fedha. Na hata kama haujui kuzitafuta, utaajiriwa, sijui utalipwa, lakini utazishika hizo fedha. Kwa hiyo kujua kuzitawala ni muhimu sana, na ndio maana tunasema elimu ya fedha ni kitu cha msingi sana. Sasa huku ndani ya serikali kumekuwa na fursa nyingi sana, na hapa sasa naondoka kwenye elimu ya fedha, nataka nizungumzie vijana kama vijana. Yaani mimi ninachokiona
hata walikuwa wanazungumza hapa mapanelist, kuna ambao walikuwa wanauliza maswali kwamba mnajua hiki, unakuta watu wanajua wawili. Hatujielimishi, kwa sababu hata hiyo mikopo inayotolewa ya vijana ipo, mikopo ya halmashauri ipo, lakini mtu hajui atazipataje. Na mwingine hata kama akijua anaona shida ya nini, hataki kujisumbua. Sasa ni hivi, maisha ni mapambano, na ukiwa kijana una nguvu. Mwenyezi Mungu anakupa nguvu nyingi sana ukiwa kijana, na akili yako inafanya kazi kwa haraka kuliko sisi watu wazima. Kwa hivyo tusiwe wavivu na wala tusikate tamaa. Maana kuna kule pia kukata tamaa kwamba unajua kule halmashauri wanasumbua. Sasa hivi serikali imebadilisha utaratibu wa kufanya kazi na serikali. Kwenye kila jambo unapitia mfumo, unaingia tu kwenye mfumo. Kwa hiyo unachotakiwa ni kujua ni mfumo gani naingia, au unaweza kaingia huko kwenye mifumo ya TAMISEMI halmashauri, ukajielimisha, nataka kuomba mkopo nifanyeje. Sasa hivi karibu mikopo yote inaombwa kwenye mfumo, utakiwa hata kuonana na mtu. Na hii imepunguza rushwa na imepunguza mambo mengi tu. Lakini sasa hakuna kitu cha rahisi. Lazima tujitahidi tuweze kuzipata hizi fursa. Fursa zimetengenezwa kwa ajili yetu. Kwa mfano ukiangalia mikopo ya halmashauri ambayo ilipangwa kutoka mwaka huu wa fedha ni bilioni 101. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea imetoka bilioni 82. Katika bilioni 82 iliyotoka, vijana walitakiwa wapate bilioni 40, lakini wamepata bilioni 30. Umeona? Kwa hiyo wanaopata hizo hela za halmashauri wengi ni wanawake. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanawake ni wazazi na ni walezi. Kwa hiyo uchungi wa maisha wa mwanamke ambaye ana watoto sio sawa na kijana. Umeona? Yaani akiamka anajua kwamba watoto wangu mchana watakula nini. Hivi ikifika wakati wa kulipa ada, labda sasa huyo mama ni single parent, hana hata mume wa kumsaidia kulipa ada. Kwa hiyo wanawake wanachakarika. Alafu kitu kizuri zaidi ni kwamba wanawake pia ni waaminifu. Kwa hiyo kule halmashauri wakichukua mikopo wanairejesha. Kwa hiyo wanakuwa na rekodi nzuri. Kwa hiyo katika vitu ambavyo ni muhimu kwa vijana sisi ni kujifunza tabia nzuri. Kwa sababu tunasemaje, njia ya mwongo fupi. Kwenye biashara, hasa kama wewe unafanya biashara, uaminifu ni jambo la msingi. Yaani kama wewe sio mwaminifu, huwezi kufika mbali. Na kama unataka kuendelea kwenye biashara yako lazima iwe rasmi. Biashara tunaweza tunafanya, nimesema kwamba kuna uhuru wa kufanya biashara. Unaweza kufanya biashara kama mjasiriamali mdogo, lakini baadaye unataka kupiga hatua, kupata mkopo, kujulikana, kupata fursa kubwa, lazima uwe rasmi. Kwa kuwa rasmi ni kitu muhimu sana. Sasa tumebadilisha sheria na sera kwamba vijana wapate hizo zabuni. Na wanazipataje hizo zabuni? Ili wazipate hizo zabuni, aidha wawe na makampuni au waanzishe vikundi vyao vya vijana. Kwa hiyo tunasema kwamba kwenye biashara ndogo ambayo unafanya sasa hivi, kama biashara yako ni ndogo, unafanya tu na wateja wachache, jaribu kuangalia opportunity ya kufanya biashara na serikali. Na unafanyaje? Kuna mfumo wa manunuzi unaitwa NeST. Hata sasa hivi ukigoogle hapo utauona NeST. Huo mfumo wa manunuzi ndio mfumo wa manunuzi wa serikali. Unaingia humo ndani, unajisajili. Unaweza kusajili jina, ukasajili kikundi, sajili chochote unachokifanya ndani ya mfumo wa NeST. Then utakuwa unapata zile zabuni zote. Yaani utakuwa unaletewa message kwamba sasa hivi kuna fursa mahali, omba. Kwa sababu tumeitengeneza hii maksudi kabisa. Na kuna vijana wanaijua, kwa sababu ukiangalia kwa mwaka huu kwenye mfumo wa manunuzi wa serikali, vijana wame-access hizi zabuni zaidi kuliko watu wengine. Kwa sababu makundi ambayo yametengewa hii fursa ni pamoja na wanawake, vijana, wazee na wenye ulemavu. Na vijana wameongoza. Vijana wamezidi makundi yote kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo mimi napenda niwaambie kuna fursa nyingi sana ambazo zimetengwa na serikali kwa ajili yenu, lakini ili muweze kuzifaidi lazima mjishughulishe, mjielimishe, mzifahamu, mjipe taarifa, msome kuhusu hizo fursa. Someni, tusiwe wavivu kusoma. Sasa kwenye kusoma ndio utaelewa vitu mbalimbali. Sisi tumesoma na uhakika ninyi ni wasomi. Katika kufanya biashara unaweza kuamua kufanya biashara yoyote. Lakini nimeona hapa watu waliokuja kuzungumza hapa wengi wao wamezungumzia professional businesses. Nikizungumzia professional business, yani unaweza ukaamua kwamba mimi nataka kufungua duka Kariakoo, ni biashara. Au ukasema mimi nataka kununua mahindi na kuuza, nitapeleka Kenya, ni biashara.
au nitakuwa natoa mchele Kyela naleta Dar. Ni biashara ambayo unaweza ukafanya wewe au akafanya mtu yoyote hata ambaye hakusoma, lakini unaweza ukafanya biashara ya kitu ulichosomea, nayo ni opportunity ya kufanya ufunguke. Kama hujaweza kupata ajira na wewe labda ulikuwa unapenda ajira, mnaweza mkaungana 2 3 mkafanya. Kuna mambo mengi sana ambayo mmesoma, mmefundishwa huko mashuleni, yanaweza akawasaidia kuanzisha biashara zenu ambazo vitu mlivyosomea. Kwa hiyo mimi napenda niseme kwamba sisi kama Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi tuko tayari kushirikiana na wadau, na wadau wako wengi, lakini kwa kweli nia yetu ni kubwa kuwasaidia vijana wa nchi hii, na sisi peke yetu hatuwezi, maana taasisi yetu ni ndogo. Kwa hiyo tunategemea sana wadau wanapoinuka, wanapokuwa wameibuka, wameorganize vijana, na sisi tukiingilia kati tunaweza tukafanikiwa, tukafika mbali. Na watakieni kila laheri. Naamini kabisa programu hii ambayo inazinduliwa leo itakuwa ya msaada kwenu. Kama nilivyosema, maendeleo ya kiuchumi ya mtu yanaanza na kuwa na pesa. Lazima uwe na pesa mfukoni. Kwa hiyo tuangalie pesa zinazoingia mfukoni, ngapi zinabaki na ngapi zinatumika. Tuwe na mipango na pesa tunazozipata. Asanteni sana kwa kunisikiliza.